Wataka njoo? Ndio. Mtoto sasa hana adabu kabisa. Kunita mimi kaka njoo. Hajakusalimia kabisa. Hebu nifuate kwanza nimsikilize. Wewe mtoto, haba filamala. Wewe mtoto shika adabu huyo. Inawezekana hujafunzwa na mama yako na baba yako. Tena koma kama ulivyokoma katika ziwa la mama yako. Kumkuta mtu mzima kutembea, kwanza unatakiwa umsalimie, ndio adabu hiyo. Hasa kusikia chochote nataka nijue. Wewe ndiye nini hapa unatakaje? Inaonekana ni mgeni. La haula wala quwwata. Sasa ni kwa mgeni ndio sababu wewe kunileta bila kusalimia? Haya maisha kwa mgeni. Haya wanatakaje sasa? Mimi ndo mgeni wanatakaje? Mimi kweli ni mgeni hapa mtaa wanatakaje? Nani aliyekutuma kwenda kwa mama Kisumaya kuombea wale watoto dua? Unatoteza habari kumpataje? Kwani nikuuliza swali kwanza kidogo. Unachanganya hizo habari wewe kumpata wapi? Inaonekana unakuja na moto na moto wako utazima. Nisije kawa hawa watoto ndo wale waje kutoa macho wale mashoti wale wakanirusha mule ndani kwa yule mama wale. Sasa sikiliza mtoto nzuri sawa Basi mtoto nzuri mimi sitaki matatizo na mtu yoyote. Sawa Mimi mgeni kweli na sitaki shida na mtu na mambo yenu naachia hapa. Nilivalia shati kwa sababu nilikuwa nataka furusi lakini sasa sitaki matatizo sawa mtoto Mimi naondoka sawa Hii ni siku ya kwanza. Siku ya pili ukiniona. Baba acha kwa mama kunishika kwa sasa. Mama yangu hajigasamia jamani. Ya Rabbi. Mimi kumfanyaje tena haya mambo? Mimi sitaki matatizo na mtu yote. Kuna matatizo hapa ni makubwa sana. Mimi sitaki mimi jamani, sitaki kabisa. Nadhani umeelewa. Kitacho kukuta ukirudia tena ndo mwisho wako wa kuona dunia. Wewe unafuata mambo ya watu. Endelea. Karen jina lake mpole lakini mwenye nguvu, akikabili vivuli havumili. Hofu inayovunjika, hofu inayolala, yeye usonga mbele kila wakati, mwenye kiburi na shujaa. Usiku unapoingia na kila kitu kinatetemeka, mwanga unaibuka, unatunganisha. Nyota ya jaa, nyota inayomba. Nimeona kama hauko sawa, kuna shida? Hapana. Mimi kumkumba matatizo shekhi. Kuna matatizo ambayo yamenikumba hapa katikati shehe wangu. Matatizo gani? Si useme nikusaidie, kama naweza kukusaidia nikusaidie. Tatizo gani? Shehe bwana, sikiza vizuri shekhi. Kunkuja dada mmoja nyumbani. Kusema matatizo, mimi kunsikiliza nikasema naweza kumsaidia. Basi tukatoka hapa na yule dada kumfika kule nyumbani kwake, kunkuta watoto wale kuwasaidia. Alisema na watoto wanaumwa, waona kama chisika kwa akili wale watoto. Basi mimi kumfika pale kutaka kumsaidia wale watoto, wakatoa macho hivyo akanipiga kama na shoti. Unajua shoti shekhe, fahamu uzuri? Kumpiga na shoti mimi kudondoka chini kunkimbia. Basi mimi kunkimbia pale tena ikawa tena najisikia ovyo. Basi yote hayo tisa. Mimi kumfika kati pale, kunkuta mtoto mwingine, yule mtoto kuntisha. Kuniambia, acha kufuatilia mambo ya watu, umekuja hapa ngeni. Basi yule mtoto ghafla naye kapotea. Unafahamu uzuri? Bwana Unafahamu uzuri? Basi bwana, katika kupotea yule mtoto, akaja mdada mmoja mweusi kama ushuzi wa nyani. Dada yule kuntisha. Mimi tena pale kuna yule dada ankuja hivi, maana ankuja hivi. Mimi tena kimbia teshi wangu. Mimi hapa nilipo nimevurugwa, nimechanganyikiwa shehe wangu, sielewi. Sijui atamfanyaje shehe wangu, sijui niende nyumbani Zanzibari au niende zangu Tanga. Sielewi kabisa shehe wangu, mimi mfanyaje hapa? Hebu nisaidie kidogo kijana wako, nisaidie mimi. Kwanza pole kwanza ile kukuta. Maana wewe kweli hapa mgeni na mimi nakuonaga unapita vita. Sasa wewe unaonekana umekuja kwa moto. Sasa kama umekuja kwa moto, wao wanataka kuuzima. Sijui unanielewa? Yaani huu mji unabidi muheshimu kila mtu unaomuona, hata mbuzi.
Hana hata mtoto mdogo wazee nini? Hana mtoto mdogo ukimuona haja kwa mkia. Wewe achana naye. Ukimpiga kote anawezekana kayayuka. Waheshimu kila mtu. Sijui unanielewa? Mimi nakuelewa shehe wangu, nakufahamu nzuri. Mimi nakutakia mema. Na una bahati. Wanaweza kukata hata makende. Au unakata makende tena? Hata atibu shehe wangu. Kikubwa tu usifuatilie mambo ya watu. Sasa shekhe, unanisaidia aje hapa? Mimi nende nyumbani, naogopa mimi shekhe. Nikupeleke nyumbani tena? Hata ukinipeleka sawa bana, mimi naona kama vile utanitokea kwa huku. Umpoteza network. Ulikuwa unaelekea huku? Huku Basi sawa shekhe. Yule shekhe changanikiwa. Sasa mji sasa hawajomba washarudi. Wazee wa kazi wana mji wao. Sijui itakuwaje hapa, maana kesho chafuko sasa hivi mchana wanaanza kuloga. Sasa kibaya zaidi wanafuguza kama nyani. Hapa kilichobaki sijui nifanyeje. Ruben, mbona mama haonekani siku hizi? Mama na mjomba amepata kazi Mtwara, kwa hiyo mimi naishi na baba mdogo. Nataka nini? Naomba karoti na kitunguu. Ruben, mambo? Aneti, hapa umefuata nini? Mimi nimekuona hapa gengeni. Nilikuwa na picha nikasema ngoja nije nikusalimie. Sasa nataka nikwambie hivi. Kuanzia leo mimi na wewe sitaki urafiki na wewe. Kwani mnagombea nini? Hatugombei kitu. Ila mimi sitaki kucheza na huyo. Mnagombea nini? Sijui. Naona ofisi imeendelea. Kama unavyoona na hapa mzigo umetoka hapa. Yaani hapa atopoi hapa unaona limerudi hapa. Nimetoka kupeleka mzigo sehemu. Hapa nilipo ndo nimepumzika. Ile unaromba ndugu yangu. Mbona umekata mguu nyumbani siponi? Unaaga kwenye laumu lakini ubizi wa kazi unanifanya mimi mpaka nisije kwako kuja kukutembelea. Nisamee bure tu. Ila hilo nalo neno. Sio kwa kazi hii. Cheki ni sofa hadi kule. Unajua bosi wangu anaga baya kawekeza mzigo wa kutosha. Sasa mtulikani. Mimi kilichoniweka sasa hivi ni kutokana na maneno aliyoniambia Karen. Maneno yapi hayo? Kwanza ni mkubwa wako yuko wapi sasa? Ni mkubwa bwana, kutokana na stori iliyotokea, aibu aliyoipata, ameshasafiri, ameshaelekea mkoa, sasa hivi analima huko alipo. Maana hata mwenyewe simuoni. Ana muda sasa hivi yupo mkoa analima. Kwa sasa hivi hayupo kabisa. Sasa mimi alichoniambia Karen, unajua nini? Ameniambia kwamba wachawi wamekuja upya, alafu wana kikosi kipya. Mpaka naogopa. Yaani siku zote wachawi wanaga aibu. Yaani aibu yao walipata siku ile wameisha pale pale. Tena yaani tukionyambia wewe, kuna tukio lingine nalipata. Kuna shia nimegumiana naye njiani. Yaani wangu tumeingiliana. Wewe vipi? Ananiambia akakimbizwa na wachawi. Wachawi tena mchana kweupe. Sasa wanaonekana wamekuja kwa kasi ya ajabu, na wewe unaniambia hivyo unavyoniambia, unaunganisha matukio mawili. Napata picha kwa maana kwamba sasa hivi tushavamiwa tena upya. Na siku zote wachawi wanaga huruma, wanaga aibu. Yaani kutokana na swala lilipata, sio kusema na wameliacha, wanawezekana wakaendelea na kazi yao. Na sasa hivi wamekuja kivingine inapoonesha. Sasa kitu ambacho kinanipa mashaka, sasa hivi ukiangalia Karen, nguvu hana, ana uwezo wa kuangalia vitu lakini kudhibiti wachawi kama zamani. Hapo ndo naogopa sasa. Sasa itakuwaje? Alafu mimi nilikuwa na wazo labda nikwambiaje? Mwambie Karen kwa sababu Karen anaweza ili swala wake ni dogo sana. Mimi ndugu yangu naogopa kutokana na mimi nimefanya kielele cha kuwaumbua. Takufa mimi. Hapa kilichobaki tumuombe tu Mungu. Maana mji wetu ndio shaanza kuchafuka huko. Hadi mchana kwa upe ndugu yangu. Hadi mchana. Hapo na msingi tumuombe Mungu tu. Waliaje kaka? Chai nini mwanetu? Odi. Aneti. Abe. Nakuomba mara moja.
Sawa. Saidi, mbona usikote huko? Aneti, kama kuna kitu umemfanya mamao, naomba umrudishe katika hali yake. Mama yako? Ndiyo, mama yangu umemfanya amekuwa chizi. Mimi nateseka. Mimi mbona sijamfanya kitu chochote kibaya mama yako? Siku ile ulipokuja nyumbani ukaanza kunikaba, mama hapo kuja kutugombelezea ndo akapatwa na hali hiyo ya uchizi. Ndio, mimi nilikuja nyumbani kwenu, ila mbona sijataka hata kukukaba hata kufanya kitu chochote kibaya. Aneti, muogope Mungu. Nini tena? Nini tena usiku kama huu? Wewe vipi? Maraba, vipi usiku kama huu? Nimekuja kumwomba mwanao amsaidie mama yangu amrudishe katika hali yake. Amsaidie ukuweza kumsaidia mama yako wewe? Mama yako amsaidie kufanya nini mama yako? Kamloga kawa chizi. Wewe, shika hapo. Na kuonani sana wewe na baba yako. Baba yako naye katiambua hapo. Nimemsuza kaondoka na umekuja tena enzi kigori. Upo, huyu sio mchawi. Hivi unavyomwona anaita kama mchawi? Nyinyi naona sasa si mnataka mumle nyama au mnamfuata sana. Kama mama yako kaleta muhindi tu za mchina arudishe, labda kamchuna mtu huko kaachizi. Kamwambie kama kala vitu vyake au kamchuna mtu mpemba si muhindi arudishe. Ndio maana kawa vile. Usinililie mimi ukanichulia hapa, toka. Ondoka ndani naenda kwenu. Brother, unamuelewa? Asa wataka mimi wanielewe nini? Sasa kati mimi naongea naye mwanetu Mwajuma au vipi? Blaza, kwani kuna shida? Mbona blaza, fanya skati zako, fanya maisha yako, haya maisha au sio bwana? Mimi na manzali naye. Wewe maboyo tena nini? Wewe mbona umekuja kishari, unanipiga ngumi mzito rafiki yangu. Kuna wale chiki na wewe ndo mara kwanza unakiona. Asema mimi mwanangu je. Blaza, shida nini? Uje ndugu yangu anaumwa ujue maboyo. Blaza, ongea shida nini? Nini? Muona blaza. Shida nini ndugu yangu? Muona maisha huyu. Haya mai. Muona maboyo. Ashata sana jaba litaki Mwajuma ujue. Shida nini? Blaza. Shida nini? Mimi mwenyewe nashinda kumuelewa na kaja kishari rafiki yangu ananipiga ovyo ovyo. Mimi mwanangu je ndugu yangu anaumwa ujue. Baridi niachie mimi nakuelekeza fresh, mimi sizinkuwe niachie mimi nakuelekeza. Ndugu yangu je anaumwa ujue. Au sio bwana? Alafu muona ubi mkubwa wake au sio bwana? Na mara yake je ndio uje kusafika si matatizo ujue. Mimi mwanangu anaumwa ujue. Sasa muona maboy maisha haya. Wewe si unataka asemaje? Nimeingia ofisini kwako na stand hiyo au vipi? Sasa muona mwanangu msela, endelea kuchamba umbea. Ila maana mimi mwanangu kama hajapona. Sikiliza mwanangu, hapa ofisini. Sema muona baridi. Lazima mimi niache njicheke. Sema muona ndogo wangu. Umeona? Sisi tutamalizana tu. Afu haya maisha. Sasa semaje? Nyinyi si mnaweza wachawi au vipi? Tulogeni. Afsi ndo wale sasa wanataka mmoja tukiwa na buku moja mwenye wake anastuka chukua maboy. Ninaita malizana na kuumiza maboy. Yaani nacha na kuumiza sio ofisini kwako hapa naona baridi au sio? Afu muona sasa wewe Fatuma. Sikiliza. Nasemaje sasa mwanangu? Baridi fresh. Sio kwanza kupigana wewe. Shida nini? Mimi mwenyewe nashinda kuelewa kama unavyoshinda kuelewa wewe. Mimi nashangaa mtu ananishambulia ananipiga miguu mwanangu mibao. Karibu mwanangu. Za kazini mbaya. Mbona unakuja kishari? Nimekuja kishari, utajua. Ashura, nataka kujua kitu gani kinachoendelea. Maana sasa hii ishakuwa too much. Mpaka kiasi kwamba nafuatwa hadi ofisini kwangu, ninavyofanyia kazi, na kunjwa mimi napigwa. Naomba uniambie kitu gani kinachoendelea. Mbona mimi sielewi unachokiongelea? Utanielewa. Yule rafiki yake Msizwa amenifuata pale ofisini kwangu, amenikunja mimi, amenipiga kuhusu wewe. Sasa naomba uniambie kitu gani kinachoendelea. Maana hii ishakuwa jambo ishakuwa kubwa sasa. Mpaka mtu ananifuata. Kuna kitu kinachoendelea na wewe unaendelea kunificha. Naomba uniambie kitu gani kinachoendelea. Sasa mmengu mimi nakuficha nini? Mimi kama nilivyokuambia yule Msizwa alinitongoza nikamkatalia. Baada hapo mimi nikaondoka.
Nashangaa jioni akaja ananiambia eti wewe nimeondoka na vitu vyake. Yaani ukiniambia hivyo, yaani unanichanganya hata sielewi. Aniki rahisi tu. Kama kweli wewe husiki, je, anawezekana vipi akaja hadi ofisini kwangu, kuchafua ofisini kwangu, kunipiga, kunikunja, kunizalilisha? Na mwenyewe sielewi, yaani ndio hivyo unavyoniambia kama akaja kufanya fujo kazini ndio unanichanganya kabisa. Na kuchanganya? Sasa nakwambia nakwambia naingia ndani. Ufikirie, uniambie ukweli kitu gani kinachoendelea. La sivyo, nyumbani kwenu kuna kuhusu. Milago unafungasha unaondoka kwenu. Sijui unanielewa? Sitaki kuongea sana. Sitaki kuongea sana. Sijui unanielewa? Nishavurugwa hapa. Wewe vipi bwana? Fikiria, la sivyo nyumbani kwenu. Yaani msisi kafanyaje jamani? Kwani mimi nilifanya nini? Ruben, hali ya mama yangu ndo kama unavyoona, yaani nateseka sana. Kuna muda mwingine mwalimu akifundisha nikifikiria sielewi. Da, pole sana rafiki yangu kwa hiyo alilokukuta. Inahuzunisha sana. Hata hivyo nilivyoenda kwa kina Karen aliniambia kwamba hapa mtaani kuna na hichi ninachokwambia usimwambie mtu yoyote. Ukimwambia utakuwa umetoboa siri zao, na kitakachokukuta mimi usijui. Yaani inakuwa sikujui kama. Kuna nini Ruben? Atakuja kukutembelea. Nilienda kwa kina Anet kumwomba kama yeye ndo alimfanya mamangu awe katika hali hiyo, amrudishe katika hali yake ya uzima, lakini walinigombeza yeye na mama yake wakanifukuza. Saidi, usihangaike huko kwenda kwa kina Aneti. Msaada utapatikana tu rafiki yangu. Usijali, msaada utapatikana tu. Ngoja kwanza mimi niondoke niwahi kwanza nyumbani. Bye. Sawa. Mama, rudi katika hali yako. Mwanao naumia. Nani amekuloga mamangu? Ongea basi. Hii hali yako inaniumiza sana. Rudi katika hali yako niandalie chakula. Mama. Dada, nimefurahi kukuona. Tunakutana tena. Jamani, ni kama Mungu tu yani. Asante sana Mungu. Yaani dada, nilikuwa natamani sana nikutane na wewe niweze kukupa shukrani zangu. Asante mno. Asante sana, Mungu azidi kukubariki. Wanangu wamepona kabisa yani. Usijali. Lakini tu uzingatie kama nilivyokuambia. Wasiweke mazoea na kale katoto kanaitwa Karen. Kweli hata wanangu walisema wanamjua kwa sababu kale pale ni kabaya sana, kanaloga watu, alimuua hadi mama yake. Kweli hata mwanangu ule wa kiume ule aliniambia mama yake amefariki. Alimtoa kafara mama yake. Jamani, huyu mtoto huyu mbona mbaya kiasi hichi? Yaani ni mchawi mpaka wakafukuzwa kule chini kwao. Wamehama kule chini. Yaani mimi niliwaambia watoto wangu nitamtafuta yule mtoto mpaka nimpate. Sasa unajua sehemu ya kumpata? Yaani ukipita hivi mtaa Magengeni unamkuta yuko na baba yake. Kweli? Naomba niende kuja niwe, kwa sababu nina maneno yangu matatu ya kumuuliza ule mtoto. Umeelewa? Kwa nini ametaka kuwadhuru watoto wangu? Tena umpe onyo. Ustazi, salamu alaykum. Ustazi, nakusalimia. Wa alaykum salam. Vipi, mbona hivyo ustazi?
Kumbe shetani naye kumvaa juba. Ustazi, mimi mwenyewe nimeshukuru kukuona ili nikupe habari za watoto wangu. Habari za watoto wako? Mimi sitaki habari zenu. Sitaki habari za watoto wenu. Nyota ya jaa, nyota inayumba, hata kwenye vivuli anang'aa, dhidi ya wachawi anapigana ili kuokoa ulimwengu hatua kwa hatua. Nyota ya jaa, ujasiri ndani yako.